Your Excellency, it is now my humble duty. Jameni, msimame wote tumkaribishe Rais wa Jamhuri ya Kenya na makofi. Makofi ya kiro. Thank you, Excellency. Aya, asanteni sana. Tuketi chini tafadhali. Asanteni. Mheshimiwa Gavana wetu wa Jimbo la Nairobi, waheshimiwa wabunge, mama county wetu, bwana kiongozi wa bunge letu la county pamoja na viongozi MCS, wabunge wetu wa county ya Nairobi, walimu, wazazi na wanafunzi wa hapa Roysambu, hamjambo. Hamjambo tena. Bwana Yesu asifiwe. Asanteni sana. Kwanza wacha nichukue nafasi hii nimshukuru Mungu kwa kutupatia nafasi. Tumefika hapa Roysambu na nataka niwaambie watu wa Roysambu, nilikuwa nimesema pale mbeleni, wacha nirudie. Kwa watu wote wa Roysambu, tulikuja hapa tukaomba kura zenu na hawa waheshimiwa wote. Tulikuja na governor, tukakuja na wabunge, MCAs wetu, na nyinyi watu wa Roysambu mkawa watu wangwana, mkatuamini, mkatupatia kura zenu, Mungu akatubarikia, tukapata ushindi. Mimi nataka niwaambie watu wa Roysambu, asante sana. Watu wa Nairobi, sijui kama mnanisikia, nimesema asante sana. Asanteni sana. Na leo tumefika hapa sote kama viongozi kwa sababu ya mambo ya maendeleo ya Nairobi County na mambo ya maendeleo ya hapa Roysambu. Nitasema mambo mawili peke yake ndio niweze kukamilisha. Nakubaliana na hawa viongozi wote walionena hapa kwamba nafasi tulio nayo sasa sio nafasi ya siasa ya mashindano na yale mambo mengine. Tumemaliza mambo ya uchaguzi. Nafasi tuko nayo sasa sote kama viongozi ni kuungana ili tufanye kazi, wananchi maisha yao ibadilike. That is the agenda, that's the commitment, that is what we need to do as leaders. Na mimi nataka niwaambie viongozi wote wenzangu kwamba kwa sababu uchaguzi iko nyuma yetu, sio nafasi tena ya sisi kusema huyu ni wa upande hii na huyu ni wa upande ile. Nataka niwaombe viongozi wote, hakuna wananchi wa upinzani, hakuna wananchi wa serikali. Wananchi wote ni wananchi wa taifa letu la Kenya. Tushirikiane jameni, tufanye kazi pamoja ili tuweze kutekeleza miradi na mipango ya maendeleo, maisha ya wananchi wa Kenya ibadilike. That is our cardinal, solemn commitment and responsibility as leaders, having been elected. It is our responsibility now to work together in a manner that we are going to transform our country and change the lives of the people of Kenya in a positive manner. Na mimi nataka niwahakikishie viongozi wote ya kwamba mimi niko tayari kufanya kazi na viongozi wote waliochaguliwa ndio tuweze kupeleka Nairobi na Kenya mbele. That is my commitment. Jambo la pili, wakati nilikuja hapa Roysambu, muliniambia kuhusu ile sewage system, huyu kamande na huyu MCA wenu wamesema. Mimi nataka niwahakikishie watu wa Roysambu, mjumbe wenu anajua, tumefanya ukarabati, tumefanya hesabu. Huyu bwana na hawa wabunge wakipitisha budget leo kule bunge, tutakuwa na milioni 170 ya kuweka sewage ya hapa Roysambu. We have already committed the resources for the Roysambu trunk sewage system. Among all other things we have done for all other constituencies in Nairobi and all other counties in the Republic of Kenya. Vile vile, nimesikia yale mambo mengine mjumbe wenu wamesema ya barabara.
Katika budget ambayo iko bunge leo tumeweka bilioni 250, the largest amount ever put by any administration kwa mambo ya ujenzi wa barabara. Haitatosha barabara zote, but it is the first step. Tutaweka pesa aina hiyo tena next year and the year after, so that we can complete all roads that were started before, ndio tuweze kuanzisha barabara zingine mpya. Mimi nawauliza wabunge, tafadhali, tuko na mambo mengi ambayo tunataka kutekeleza kwa manufaa ya wananchi wa Kenya, wakiwemo wananchi wa Nairobi, katika budget yetu, and that is why I am asking all of us to work together towards making our country great and making our people and their lives better. Jambo la tatu, leo nimekuja hapa vilevile kwa sababu ya mambo ya elimu ya watoto wetu. Niliwaambia Wakenya wakati wa mambo ya kampeni ya kwamba tutaajiri walimu zaidi, kwa sababu watoto wetu wengi wako shuleni lakini hawasomeshwi kwa sababu walimu ni wachache. Tumeajiri the first time walimu 35,000, the highest ever employed in the Republic of Kenya. Na hiyo pia haijatosha. Ndio nimesema katika hii budget ambayo hao wabunge wataenda kupitisha leo kwa mapenzi ya Mungu, pia tumeweka budget ya walimu wengine 25,000 ambao watakuja kufundisha watoto wetu hawa. We have a commitment that we must reduce the gaps in education in our primary and secondary schools, including our TVETs, so that we can ensure that our children are not just in school, but they are being taught and they are learning and they are acquiring knowledge. Leo nimekuja hapa kwa mwaliko wa governor wenu, na mimi nataka nimwambie my friend Arthur Sakaja Johnson ya kwamba I feel you. I feel what you feel. Kwamba, na nilisema wakati wa campaign, we must eliminate the shame of hunger in our republic. And we must be intentional, we must be deliberate, we must have a plan on how to do it. Tusiwe tu tunafanyia siasa. Na ndio sababu kwanza tumepanga vile ya kuzalisha chakula, kwa sababu dawa ya njaa ni kuzalisha chakula ya kutosha. Tumesajili wakulima 500,000. Tumewapatia mifugo ya mbolea karibu 3+ Tumeweka katika hii budget, na mimi naomba hao wabunge mwende mupitishe hii budget. Tumeweka bilioni 5 ya kuzalisha chakula zaidi katika taifa letu la Kenya. Na zaidi katika hii budget ya mwaka huu, I also committed to the people of Kenya that we are going to enhance our school feeding program. From 2018, tumekuwa tukilisha watoto 1,600,000. 1.6 million kids have been fed under the school feeding program from 2018 by the government of Kenya. I did commit that we are going to double the number. I want to announce here today that we are not just going to double the number. We are going to increase the number of children in our primary schools under the school feeding program from 1.6 million children to 4 million children. Watoto wetu 4,000,000 kutoka ile tulikuwa tunafanya kwa miaka iliyopita 1,600,000. Katika hii budget tumeweka pesa bilioni 5 ya kulisha watoto wetu shuleni, na tutaongeza bilioni 1 kwa supplementary, so that we can have 4 million of our children going to school and having a hot meal for lunch every day when they are in school. Na nimekubaliana na governors, kila governor ambaye ataweka shilingi 1 kwa school feeding program, serikali ya Kenya itaweka shilingi 1 kwa school feeding program. We are going to match counties who have a plan on school feeding program, shilling for shilling. And if we do that, we can actually feed 8 million children in our schools.
and we can keep our children in school, they can concentrate in learning, we will increase our learning outcomes, we will increase our attendance in schools, we will increase their concentration, and we will increase outcomes from our schools if our children are attending class with a full stomach. That is what we want to do. And the greatest indignity we can do to our children is for them to come to school and fast by force because there is nothing to eat. Watoto wengi wanakosa kuja shuleni kwa sababu hakuna chakula nyumbani na hakuna chakula kwa njia nyingine yote. Mimi nataka niwashukuru. I want to thank in a very special way CIF. The fund has been outstanding. Tuwapigie makofi hawa watu jamani. Wamekuwa washirika wetu wakubwa. CIF, they have been our great partners. They have worked with us on this noble assignment of making sure that our children go to school, they stay in school because there is food in school. So you have my commitment as President of Kenya. You have the commitment of the Governor of Nairobi and many other leaders to work with your partnership to make sure that our children are not just in school, but they are being fed while they are in school. We will work together. Tunaelewana jameni? So watoto wetu wa hapa Roysambu mjue ya kwamba watoto wetu wote wa primary school katika Nairobi County watakuja shuleni, watapata chakula shuleni. County ya Nairobi watatoa pesa na national government, we will match shilling for shilling what the County of Nairobi will be giving so that we can have all our children in school. Tumekubaliana? Jambo la pili niongee juu ya Nairobi tena. Nairobi ndio tuko na shule chache zaidi. As a percentage of the population of Nairobi, we have the least schools than any other county in Kenya. Tuko na shule 204 katika Nairobi County. Mimi wakati nilikuwa mjumbe wa Eldoret North, nilikuwa na mashule 140. Just one constituency. Now, Nairobi with 17 constituencies is having the same number of schools with one constituency in another place. It is tragic. Watoto wetu wengi katika Nairobi County hawaendi shule. Watoto wengi katika Nairobi County wanaenda shule ambayo haina mpango kwa sababu there is no alternative. Mimi nataka niwaulize waheshimiwa wa Nairobi. Bwana Minister, nataka uketi chini na wabunge wa Nairobi tukubaliane vile tutajenga shule zaidi Nairobi County. Nimeongea na governor wenu amekubali. Amesema national government, and this is the offer I want to make to Nairobi County. We need to build an extra 6,000 classrooms. We need 6,000 classrooms because we need to double the enrollment of children in Nairobi County. We need to double the number of children who are in class in Nairobi County. Mumesikia mwalimu mkuu wa shule hii amesema hapa darasa moja ambaye ingefaa kuwa na watoto 40 wako na watoto 110. So that congestion alone undermines the learning environment in a classroom. The congestion does not give an environment for our children to learn. So mimi nataka niseme hivi. As national government, we are going to build a new 3,500 classrooms in Nairobi County. We are going to put there 3 billion shillings. Nataka tuelewane. Tuko pamoja? Over the next 3 years, we are going to put 3 billion shillings to build an extra 3,500 classrooms. Bwana Kamande, darasa moja ni shilingi between 800,000 and 850.
Mtu akipitisha hapo ni ukora. So na tutakubaliana. The ministry have done the mathematics. We know how much it costs to build a classroom. We want to build, the government of Kenya is going to build an extra 3,500 classrooms in Nairobi County for our primary school going children. I am asking the county of Nairobi, and I am happy the governor has agreed, that the county government of Nairobi, and I am happy the MCAs are here. The MCAs have committed that they will also build 1,500 classrooms in Nairobi County over the next 3 years. Tumekubaliana? Sasa nyinyi waheshimiwa, mimi nataka tuketi chini na nyinyi. Nyinyi pia, you must, Elachi, Ronald, wewe Kamande na wadosi wale wengine wako na pesa ya CDF ketini. Lazima tukubaliane na nyinyi, because these are the children of the people who you represent. We want to agree with you how many classrooms. I want you to sit down with the minister so that we agree. As we are building 3,500 classrooms, and as the county is building 1,500 classrooms, how many classrooms are you going to build? So that all the children of Nairobi City can be in class like all the children of Kenya elsewhere in the Republic of Kenya. Tunakubaliana jameni? We are going to have a 3-year master plan on how to create enrollment. Tuhakikishe ya kwamba watoto wetu wote katika Nairobi County wanasoma. Because at the moment, many kids are not in class, they are not in school, because there are no opportunities for them to learn in a proper school. So, nafikiri tumekubaliana. I want to ask all counties, what Sakaja is doing in Nairobi County, I want to ask all our county governors to participate in this program of school feeding. I made a commitment in our manifesto. I remember talking to this girl, Pongezi Sana Wawira, you are great. When I met you, I told you, this kitchen, we're going to work together. And I'm happy, Sakaja, you have lived up to that promise. So we will make sure that watoto wetu wote watasoma, wako shuleni, ndio tuende mbele pamoja. Mwisho kabisa, mimi nataka niwaambie watu wa Nairobi, katika ile mpango tuko naye, hii budget ambayo iko bunge inapitishwa leo, mimi niliwaambia Nairobi hapa, watu wengi wanaishi mahali ambapo hapafai. Watu wengi wanaishi katika slums, hakuna maji, hakuna choo, hakuna stima, hakuna barabara, mahali ambapo hapafai. Na wengi wa wabunge wenu hawa wamechaguliwa na watu wanaishi katika slum. Mimi nimesema hii slums tutaondoa. Tutajenga nyumba 1,200 kila mwaka katika taifa letu la Kenya. Tutajenga nyumba 1,200 ili tuondoe watu wetu kutoka mahali ambapo hapafai, ili tuweze kuwa na nyumba safi, iko na stima, iko na maji, iko na sewage, iko na mambo hiyo ingine yote. Na zaidi, katika ujenzi wa hiyo manyumba tunahitaji vijana 1,000,000 watakaofanya kazi pamoja na sisi. Mimi nataka niulize, Nairobi iko shida ya ajira ama hakuna shida ya ajira? Si iko shida kubwa? Vijana wengi wako nyumbani, hawana kazi. Tumeweka mpango ya kuhakikisha ya kwamba katika ujenzi wa manyumba tutakuwa na watu ambao wanafanya factory huko kwa mabati, factory huko kwa simiti, factory za chuma, watu plumbers, masons, electricians, carpenters, watu engineers, quantity surveyors, architects. Hiyo dunia yote tutawakusanya, kila mtu afanye kazi, na hata watu wa jua kali tumesema watatutengenezea milango, madirisha na mambo yale mengine yote, ndio Kenya hii tupatikane ajira, kila mtu aweze kujisimamia. Sasa mimi nataka niwaulize watu wa Nairobi, si ni vizuri tujenge nyumba vijana wetu wapate ajira? Ama mnasemaje? Si ni vizuri tujenge nyumba hawa vijana wapate ajira, na tutoe watu yetu kwa slums waishi mahali pazuri? Sasa kama wewe ni mbunge umechaguliwa Nairobi, na wewe unapinga ati tusijenge nyumba,
Wewe umeajiriwa na watu wa Nairobi, unalipwa mshahara. Wewe hutaki watoto wao walipwe mshahara kama wewe, waishi mahali pasafi vile wewe unaishi. Wewe unataka wakae kwa slum, watoto wao waendelee kuhangaika barabarani. Wewe ni kiongozi ama wewe ni adui ya wananchi? Tuambiane ukweli. Yeah? Surely, which any job that is going to give decent livelihood for the people who have voted and pays for their salary. You cannot be a leader, you must be something else. Sijui kama tunaelewana jameni. Tuko pamoja? Tuko pamoja? Ndio mimi nilisema, mimi nangojea kuangalia mtu ambaye anasema anataka watu yake waishi kwa salamu. Anataka vijana ambao wamemsaidia akapata ajira waendelee kuhangaika barabarani wasipate ajira. I am looking, huyo mtu sijui anakaa namna gani. Na sijui kichwa yake ni mzuri ama iko kombo kiasi gani. Ama ni aje ndugu zangu? Surely. Na nimesema vile vile katika hii budget tumesema vijana wetu ambao wanatoka Tibet, tunataka vijana waje wafanye kazi. Tumesema hata furniture. Hii furniture inatengenezwa hapa Roysambu. Kuna watu wengine wanaenda kununua furniture China, wanaenda kununua furniture Marekani, sijui wanaenda kununua ati kitanda. Na hii kiti ya kukalia hapa, unaenda kununua Marekani, na tuko na vijana hapa wanaweza kutengeneza furniture. Nimesema kwa hii budget, wale watu wanaleta furniture kutoka nje, watalipa ushuru kubwa sana. Kwa sababu tunataka vijana wetu watengeneze furniture hapa nyumbani. Tuko na vijana wa kutosha, tuko na mbao na randa na hiyo ingine, watoto wetu hapa wafanye kazi. Ama mnasema mnataka tulete furniture kutoka nje? Kitanda ya kulalia hii inatengenezwa hapa Roysambu. Si hiyo ni ujinga ama nini jameni? Si ni ufala mingi sana? Niwaulize, tumesema wale watu wanaleta simiti kutoka nje. Tuko na factory ambayo vijana wetu wanafanya kazi hapa Kenya. Miaulize watu wa Roysambu, twende tulete simiti ya watoto wengine, watu wengine wanaajiriwa, tuwache watoto wetu wahangaike na tunaweza kutengeneza simiti hapa nyumbani kwa factory yetu. Sijui kama tunaelewana. Factory ya chuma namna hiyo. Tumesema hii mambo yote, we want to work for our country and we want to work together. Na katika hii budget nimeweka pesa bwana Kamande ya watoto hawa wapate chakula lunch time. Wewe utaenda kupinga alafu si waende wabitishe hii budget tuendelee na kazi? Ama mnasemaje watu wa Nairobi? Waende wabitishe ama wasibitishe? Alafu unasikia ati mtu analalamika ati sijui iko 3%. Sasa wewe hata kama 3% umeambiwa utoe, umebaki na 97%. Sio 97% ikutoshe. Wacha hii 3% tutafutie hawa vijana wengine ajira. What is the problem? Wacheni ubinafsi bwana. Hapana, wacheni hizo. Sijui kama tunaelewana. Alafu sasa unakuta wengine wanaendesha propaganda, wale wanapiga sijui kusupport finance bill, wamelipwa sijui milioni 1, sijui shilingi 2, sijui shilingi ngapi. Hiyo ni upuzi. Nobody, an intelligent person doesn't have to be bribed or given anything to do the right thing. An intelligent person will do the right thing because it is the right thing. Sijui kama tunaelewana. Tuko pamoja jameni? So I want to ask wale watu ambao wanapoteza wakati yetu. Sisi hatutaki kitendawili, sisi hatutaki sarakasi, sisi tunataka tufanye kazi, tuende mbele. Ama mnasemaje Nairobi? Mnasema tuende mbele ama turudi nyuma? Na mimi nimesema vile vile, hawa watu wanatuambia tuendelee kukopa pesa. Kenya tukope pesa mpaka sisi tukue bankrupt. Nyinyi mnataka tuendelee kukopa pesa? Sikutanye ushuru hawa wadosi watoe ile wako naye. Kila mtu atoe kitu bwana, wacheni maneno. Sisi tunapata mshahara, tutoe, wananchi Kenya na isonge mbele. So mimi nataka niwashukuru sana. Mimi nataka niwahakikishie ya kwamba we are going to be focused, we are going to work together, na nimewaambia hawa viongozi ya kwamba tunataka tushirikiane ndio tupeleke taifa letu la Kenya mbele pamoja, na tutashirikiana pamoja. Tumekubaliana? Ya mwisho, nimekubaliana na huyu gavana wenu ya kwamba mambo ya matibabu ni bottom up. Tunaanza na kijiji. Tumesema wale tunaanza matibabu na community health promoters.
wale watu 7,000 hapa Nairobi County, 7,000 and what? 7,460 hawa community health promoters, mimi nashirikiana na watu wa CIF kuwapatia equipment, na serikali ya Kenya tutaweka pesa ya kulipa hawa watu tukiambatana na county. Sakaja atalipa pesa nusu, mimi nitalipa pesa nusu, na hawa watu watafanya kazi katika kila kijiji. Kila nyumba 100 tutakuwa na community muuguzi, mtu mmoja ambaye atakuwa anazunguka hapo, anapima pressure, anapima sukari, kama uko na homa, anapanga mambo yako, anakuambia hospitali ya kwenda ni hapa, usiende ile. Kama ugonjwa yako ni ile ya kwenda dispensary, atakwambia weenda dispensary. Kama ni shida yako ni ile ya kwenda kwa health center, atakwambia health center. Kama ni ile ya kwenda referral, atakusaidia uende referral. Ndio tusikuwe na msongamano, wewe kila mtu apate dawa. Na kama hata hahitaji wewe kwenda hospitali, pengine ni homa tu kidogo, atakupatia aspirin, wewe unamalizana na huyo, wewe unakaa nyumbani unaendelea na kibarua. Sijui kama sijui kama tunaelewana. Si ndio? Sisi tulisema tunaanza kule bottom up jameni. Yeah, so that is the plan. So na hiyo pesa yote iko kwa hii budget. Ile ya Sakaja iko kwa budget. Ile yangu iko kwa budget. Sasa nyinyi mnataka kwenda kupinga, mnataka hawa watu waendelee na ugonjwa ama mko na maneno gani? Hapana. Allergy please. Sijui kama tunaelewana jameni. So watu wa Nairobi, mimi sitaki kusema sana. Mimi niko na shughuli kidogo, niko na kazi nyingine, lakini nilisema hii ya chakula ya watoto liwe liwalo, mbele na nyuma, lazima nikuje mwenyewe ndio mjue ya kwamba we feel for our children. Our children are important. The education of our children is important, and the way to keep them in school is necessary. So asanteni sana, nawapenda sana, nawatakia baraka ya Mungu. Tutaonana hivi karibuni. Hii shule yetu hii, ngoja, hii shule yetu hii, mwalimu huyu amesema, shule yetu hii amesema watoto madarasa ni 30 something. Na watoto ndio hawa. Watoto ni 3,000 and what? 3,400. So Bwana Machogu, mimi nataka tujenge madarasa hapa ingine 30 classrooms. 30 classrooms. Sindio my friend? Tafuta contractor, tujenge hapa 30 classrooms. Ndio tupunguze watoto, badala ya watoto kuwa 110, at least turudishe wakuwe 50 hapo. Sindio? Na pengine watoto wengine wapate nafasi ya kuja hapa. So we are going to commit 25 million shillings ya kujenga those 30 classrooms, and they must be ready in the next 120 days. So tafuta contractor akuja afanye hiyo kazi. Sijui kama tunaelewana jameni. Tuko pamoja? Watu wa Kanairo, watu wa Roysambu, asanteni sana na Mungu awabariki. Thank you and God bless you. Nafasi hii Mheshimiwa Rais ataenda kuzindua rasmi mradi wa chakula